Mimi ni mtu nimesikia mambo mengi sana, nimesikia shuhuda nyingi sana, lakini kuna vitu ambavyo unavisikia kwenye maisha unasema kweli mtu asee ana imani, anajua kumtegemea Mungu. Niko na rafiki brother, nilisikia habari yake moja, ushuhuda wake, nikasema ujamaa na ni mtu wa imani, yani ni mmoja wa watu wa imani. Kama Biblia ingekuwa inaandikwa na yeye huenda angeorodheshwa. Alitoa ushuhuda, ni mtu ambaye alikaa kwenye ndoa kwa muda wa miaka 8. Yaani unajua jaribu au mtihani kwenye maisha ni kulingana na kile unachokihitaji. Kuna mtu jaribu lake tu ni chakula. Yaani akipata chakula, yani anamuomba Mungu apate sahani ya wali. Akipata sahani ya wali ananyanyua mikono juu, anamwambia Mungu asante. Kuna mwingine jaribu lake au mtihani wake anatamani nyumba. Akipata nyumba anasema kweli Mungu yupo, amenijibu, nimepata nyumba. Kuna mwingine yeye anatamani apate kagari. Akipata gari ananyanyua mikono juu kwa Mungu, anaambia Mungu kweli huko unajibu maombi ya watu. Kuna mwingine baskeli kabisa, hii baskeli ambayo unaidharau, lakini akipata baskeli na alikuwa anamuomba Mungu, anamshukuru Mungu na anatoa sadaka ya shukrani. Kuna mwingine yani hata bodaboda, wewe unadharau bodaboda, unasema toyo ni kitu gani? Kuna mtu akipata toyo anapiga magoti chumbani kwake, anamwambia Mungu asante. Kwa hivyo jaribu ni vile kulingana na kile unachokihitaji. Mungu anapokujibu unasema kwa kweli Mungu amenivusha katika hili. Huyu jamaa wangu bana, bro wangu Zablon, anaitwa Hosea Zablon, amekaa kwenye ndoa miaka 8 bila mtoto. Hajaenda kwa waganga, sijui nini. Yani amekaa akamwamini Mungu, asema Mungu nakuamini, utanipa mtoto. Kuna ile labda ya kwenda kwa madaktari kuangalia kweli niko sawa au siko sawa, mimi sikumuuliza hilo. Labda ninaweza nikamuuliza sasa hivi, lakini miaka 8 bila mtoto na unaamini Mungu atakupa, na kweli juzi mwamba ametoa sadaka ya shukrani, Mungu amempa mtoto. Sio kitu cha kawaida bro. Kama wewe hujai kukaa kwenye ndoa, una gari, una nyumba, una mtoto tu, inakupa stress vibaya sana. Ninatamani nimuulize Hosea mambo mawili. Bro, kwa kipindi ambacho unapitia changamoto ya kutokuwa na mtoto, kati yenu nyie wawili wanandoa, nani alikuwa anateseka sana? Okay, asante sana brother Gideon. Swali zako ni swali zuri, lakini kwa kifupi tu nikwambie, wote wawili, mama na baba, unapoingia kwenye ndoa unategemea baada ya ndoa upate baraka ya mtoto. Kwa hiyo linapokuja swala la kwamba umeingia kwenye ndoa alafu haijatokea, yale maumivu na ile hali ya kutamani kupata mtoto inamuathiri kila mmoja wapo. Japo tunatofautiana kwenye kuonyesha hisia. Sawa. Upande wa wanawake wanakuwa ni rahisi sana kuelezea hisia zao, lakini kwa upande wa wanaume saa zingine unaweza unakaa unavumilia, lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu ambaye hilo jambo halijamuumiza kwa upande wa mke au mume. Ni jambo ambalo wote lilikuwa linatuwazisha na tulikuwa tunatamani kupata baraka hiyo mapema baada tu ya kuoana, lakini haijawa hivyo. Ila kila kitu kinatokea kwa makusudi na mipango ya Mungu. Sawa. Naomba nikuulize swali lingine. Unapokuwa kwenye ndoa, of course wewe umeokoka, unaenda kanisani, lakini una marafiki. Una ndugu na una jamaa. Na ndugu na marafiki, kila mtu unaweza kuwa una rafiki hajaokoka, au unaweza kuwa una ndugu hajaokoka. Hujawahi kupata labda rafiki au ndugu akamwambia mkuu, kwa nini usijaribu na sehemu nyingine? Hujawahi kupata labda? Na hizo zipo sana, kwa sababu unajua tunapokaa na kungoja kwenye jambo lolote, sawa,
kila mtu anaamini kuna njia ambayo inaweza ikamsaidia. Kwa hiyo hayo nilikutana nayo kwa baadhi ya ndugu, nilikutana nayo kwa baadhi ya marafiki. Wengine wanakuuliza, hivi inaonyesha umekaa muda mrefu sana, ungejaribu labda kuna hiki na kile na kile. Hizo zipo, zimetokea, lakini jambo moja ambalo mimi ninamshukuru Mungu pamoja na mke wangu. Sawa. Sisi tulikuwa tunaamini kwa wakati na muda ambao Mungu amekusudia atafanya. Sawa. Tulikuwa tukiamini kwamba tunachopaswa kufanya sisi ni kumwomba Mungu. Kwa muda mwingi tuliamua kuwekeza kwenye kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi. Huku pia tukiwa na uvumilivu. Hatukuwahi kukaa tukisema kwamba labda sisi tutakuwa hivi tu peke yake. Tuliamini kuna siku tu na sisi Mungu atatutokea. Japo haikuwa rahisi, kwa sababu ukiangalia miaka 8 sio mchezo. Sawa. Unaweza ukavumilia mwaka wa kwanza ukaona bado miaka ipo. Mwaka wa pili, wa tatu, lakini napoanza kufika sasa unaenda wa 4, wa 5, wa 6. Kibinadamu kuna muda unafikia tu unaona sawa. Lakini mbona kama muda umeenda sana. Lakini pamoja na hayo yote sisi tulijua tu ipo siku, kwa sababu Mungu anafanya na amefanya kwa wengine, hata kwetu atafanya. Kwa hiyo tuliendelea kumwamini Mungu, lakini pia tulichukua baadhi ya hatua. Tulitembea hospitali kuangalia afya zetu na vitu kama hivyo, lakini kote huko tulipoenda haikuonekana kama kuna shida ambayo ingepelekea kushinda kupata mtoto. Lakini mwisho wa siku Mungu alikuja akafanya kwa namna ya ajabu kwa kweli. Mimi nisichukue muda mrefu, ila nikupongeze sana kwa kuwa jasiri, kwa kuwa na imani na Mungu. Unajua watu wengi huwa wanakata tamaa. Achana swala la wewe kutafuta mtoto. Kuna mtu tu akikosa chakula siku 2 anasema Mungu ni wa nini huyu, ngoja mimi nikajiuze kama ni mwanamke. Kuna mtu tu akikosa chakula kama ni kijana anasema Mungu ni wa nini, ngoja mimi nikaibe. Kwa hivyo miaka 8 kusubiri mtoto, umeonyesha tendo la imani na kuvumilia kwako ama kumwamini kwako Mungu. Mungu amethibitisha uaminifu wake. Ni ukweli, Mungu hajawahi kuchelewa, hajawahi kushindwa, ila shida tu inakuwaga ni kwenye kusubiri. Yani Mungu mimi ninavyomfahamu hajawahi kuchelewa, hajawahi kushindwa, ila changamoto tu ni kwenye kusubiri, kwa sababu hakuambii nitakupa tarehe ngapi. Hakuambii wewe jiandae bana mwaka kesho mimi nitakutokea. Anakuambia tu nitakupa, lakini hakuambii nitakupa lini. Kwa hiyo ni mmoja wa watu wenye imani sana. Mungu akubariki bro, na nashukuru pia Mungu kukufahamu. Umenifundisha kitu kikubwa sana, kwamba niendelee kumwamini. Yani niendelee kumwamini, atatokea tu. Yani niendelee kumwamini, atatokea. Kwa sababu yeye hasemagi uongo. Yani yeye Mungu sio muongo. Na kuhusu kitabu ulichokiandika, huyu bwana ameandika kitabu kinaitwaje? Ushindi Nyakati za Kujaribiwa. Ushindi Nyakati za Kujaribiwa. Sasa hicho kitabu kinaweza kuwa kizuri sana sana sana, kwa sababu ni mtu anakuelezea mambo ambayo yeye ameyaishi, sio story fulani. Yeye ameandika kitabu ambao yeye ameyaishi hayo ambayo anakuelezea. Kwa hivyo hebu tafuta hiyo kitabu, inaitwa Ushindi Nyakati za Kujaribiwa. Kuna duka kama uko Arusha, kuna duka letu linaitwa Kimahama Bookshop, lakini pia anaweza akakutumia kwenye atakupa namba, ataandika namba hapo chini kwenye hii posti. Mwambie tu nitumie hicho kitabu ili upate nguvu, kwa sababu wakati mwingine unahitaji neno la mtu bro, ili uende mbele. Mimi nakwambia ukweli, ukituona tumesimama hapa, kuna maneno ya watu tuliyasikia tukaona inawezekana. Mungu akubariki sana bro. Asante sana brother Gideon. Akubariki sana. Amina. Narudia tena, ubarikiwe. Amina. Endelea kumtegemea Mungu, isiwe ni mwanzo au isiwe ni mwisho wa wewe kumtegemea. Amina. Endelea kumtegemea, lakini endelea kutafuta uzima wa milele, kwa sababu ni kitu cha muhimu sana. Hivi vya duniani Mungu anatupa tu, lakini habari ya maisha baada ya haya pia ni mambo ya muhimu sana. Mungu awabariki jamani, ndugu zangu ambao mnanifuatilia na